Filamu yetu safi kabisa wanaita Mostly. Hey, look over there. Bwana kauzu 1050. Hapa ilikuwa ni katika mnada. Sasa waheshimiwa, tunamleta nguruwe nzuri kwelikweli, anafaa kuliwa ukimchanganya na mapilipili baba na makachumbari. Yani kanaona huyo. Sasa na wengine basi mfunge wale mambwa yenu, mfunge yale majibwa, mfunge na manondo. Yani nasemaje? Nasema hivi, kama una ng'ombe nyumbani, kama una punda kwa ajili ya kulima, sasa nakuleteni mnyama mmoja mzuri sana. Mnyama huyu ni mwenye nguvu kuliko wote. Umeona huyo? Weka punda pembeni. Sasa huyo atakusaidia. Atakusaidia huyu. Atakusaidia kulima. Ana nguvu. Ana nguvu kama nini? Hatari sana. Huyo akipita huyo. Charlie. Unajua kwa sababu gani? Wana nguvu lakini akili hawana. Hawa vijana hawa nimeleta tu show yao, ila sasa nataka nilete wenyewe. Sasa mkiwachukua hawa watawasaidia sana. Weka punda pembeni, weka ng'ombe wa kulimia pembeni. Hawa hapa watafaa kabisa kwenye kulima katika mashamba yenu. Hii waangalieni hao nyama. Hao wanaitwa Tory Fans. Yay! Tory Fans chiki walivyokuwa na miguu, sisi chiki miguu yao. Yana kwa begi hawa. Sasa mnaweka punda wenu pembeni na mnaweka ng'ombe ya walimi tena. Hata kama mnataka kusukumiza ni kwa kutani yenu. Hawa anawafaa sana. Huyu bwana mdogo jina lake tunampachika jina What you say. Sema jina lako naitwa nani wewe? Mostly. Hii tukikwa nazungumza hawa. Umeona? Tazama, mtawatumia vizuri na wanaweza wakazungumza. Mkiwaambia wanaelewa. Tofauti na punda Kigoma aendi bwana. Tofauti na ng'ombe anaweza akakudindia, akakupiga na mapembe yake, lakini hapa hawa ni wanatuvu. Wana nguvu kwelikweli, mara 5 ya ng'ombe, mara 20 ya punda. Sasa mnasubiri nini? Anaweza hata akabeba tani moja huyu, akakokota. Sasa tunataka ofa yenu hapa. Mnatoa shilingi ngapi? Kuna jibaba limoja linakuja, linajibisu mama yangu, bonge la jitu la ajabu. Anasema jamani, kuna kamsaada kidogo kamekuja kunilinda na hela zangu. Tunaanza sasa kwa huyu mdogo 300. Mimi natoa 325 bana. Natoa 325. 325. 330. Haya. Mama, kwani kuna nini kinachoendelea? Haya 375. Mama, niambie mama, kuna nini? Mtoto huyu alikuwa elewi kwamba ni nini kinachofanyika hapo, kwamba wanapigwa mnada. Haya 800 kwa mara ya kwanza, 800 kwa mara ya pili. Haya 800 kwa mara ya tatu. Ameshinda huyu hapo, anabeba huyu. Wanapigwa mnada. Mtoto anamuuliza mama, kwani kuna nini? Mama linamtoka chozi tu. Mama analia. Kuanzia sasa anapigwa nyororo kwenye shingo, na huyu mtoto anatenganishwa na familia yake, anaenda kuuzwa. Sasa mwingine huyo hapo anaekwa hapo, anapigwa mnada, wanapigwa mnada wote hao. Mama! Hajisaidii kitu. Baada ya miaka 25 yule mtoto alikuwa na, mwisho wa siku na yeye akatengeneza familia, na sasa bado wapo kwa bosi wao mmoja kulima, anawalimisha. Na haya ndio mashamba ambayo wanalima kipindi chote. Namzungumzia ule mtoto aliyeuzwa miaka 25 iliyopita kwenye soko la kuuza bidhaa. Leo hii yupo katika nyumba hii tokea aliponunuliwa, na ameletewa na mwingine wa kike, na hatimaye wametengeneza familia, lakini sasa ni watumishi katika shamba hili. Asubuhi kunapokucha, majukumu yao ni kulima, na hili ndio banda lao sasa wanakoishi kipindi chote. Wana mtoto, wajibu wake anaujua. Pindi anapoamka asubuhi, basi anapaswa kuelekea katika hiyo kola yake. Hapo kuna nyororo nzito zinafungwa hapo.
Mtoto naye anamrekebishia baba ili apate kuelekea katika majukumu, lakini na yeye akikua atakuwa kama babake. Basi mama alimtakia kila la heri katika jukumu lake la leo. Anakokota plau yake na hatimaye inaenda kulima. Sasa huyu mtoto bwana na rafiki yake ambaye ni kuku hapa anacheza naye. Bwana kitu unakiita boss. Na mimi niite DJ Ma. Niite DJ Machine, mzee idara ATH Production. Kama kawa kama Taus, kama Kawes. Tuko sambamba na wewe mwanzo mwisho. Leo mtoto alitaka kumsindikiza babake katika majukumu. Bosi wao anaishi hapa. Na yeye asubuhi na mapema mida hii waga anaamka kwa ajili ya kwenda kulima. Wakati ule tayari Mosley alikuwa anamsubiria nje akiona mtoto wake. Habari za asubuhi mheshimiwa. Mna mbaya. Amelewa na usingizi. Haya, twende. Kawaida ni lazima ufanye kazi kwa bidii ili uweze kufanikiwa kupata pesa. Kwa hiyo ni lazima uwajibike siku zote asubuhi na mapema. Hata kama ukiwa na pesa kiasi gani, lazima uingie ofisini uyapangilie mambo yako vizuri ili pesa ziendelee kumiminika. Hakuna mfereji wenye kuwa sawa kipindi chote bila kuendelea kuweka sawa maji yaendelee kupita. Kwa hiyo ndivyo pesa zilivyo. Fanya kazi kwa bidii. Piga kazi kwa bidii. Manufaa utakuja kuyaona. Ukiwa mvivu hakika hautaweza kuona chochote. Basi mkulima huyu alikuwa anapata faida kubwa sana kwa kuwatumia hawa nyama, na alikuwa anapata bidhaa nyingi sana, mazao mengi mno. Sasa leo bwana, kuna mtu anakuja kumtembelea. Ni mmoja kati ya wale ambao anapiga mnada wa nyama, na leo hii anatembea huku akiwa yuko na dawa zake. Ni mtu ambaye anauza dawa, anauza chochote kile ambacho kinauzika, na alikuwa anapita karibu kabisa na shamba la bwana mkubwa ambaye alishekumuuziaga zamani wanyama hawa. Anaitwa bwana mkubwa Bimas. Anasema bwana mkubwa, nimepita hapa na dawa kama zote. Nina dawa za mwili wa mtu na dawa za wanyama, niko na perfume, yani manukato ya kila design. Wewe tu marashi yako ya karafuu hapa. Kwanza nikuonyeshe bidhaa inayosaidia wewe. Jamani, ngozi yako imesawajika, umekonda. Huyu bwana mkubwa inamfaa ile dawa ile ya kuongeza nguvu. Ni kweli, mwangalie mpaka kwapa lake linanuka vibaya bwana. Hata nje akipita hapa anakufa. Yani hii hapa hii sasa kusaidia sana. Bwana, sijakuona kitambo sana bwana mkubwa. Huyu kazi yake kubwa ni kusukumiza mkukutani maisha yake yote. Sasa hawajaonana muda mrefu na huyu bwana, inabidi wasalimiane. Kumbe ukutani baba kwenda kule ambako nilikwambia jana. Samani. Ameambiwa wewe kwanza acha ujinga. Kuwa na adabu nzuri. Kuna mtu hapa. Nimeona kule katika mapango kwenye maporomoko. Umeona nini? Alisema kuna sehemu na mtelezo, nimeenda kule nikateleza mpaka chini. Nilipofika chini huku wenyewe wanazungumza, lakini kule mtoto anasema kwamba kuna sehemu kaona nzuri kwelikweli, anataka kuwapeleka. Alijua kwamba tayari wameshajiandaa familia, wanataka kumpeleka huko. Sasa huyu bwana analeta bidhaa nyingi na saundi, lakini mwisho wa siku anasema, nikwambie nini bwana mkubwa, huyu sasa hivi anafaa kumpeleka sokoni. Ndio tukaenda tukamuuza tukatengeneza hela. Nikimwangalia vizuri kashakoma. Anasema wewe bado bwana, achana naye. Sasa niendelee kumbembeleza. Baba nikupisha. Baba, huyu unauza kwa pesa mingi sana. Yaani huwezi amini mwanangu. Yaani wewe unataka kuwa mfanyabiashara bwana Simon. Sio kila siku tu upo unabaki na wanyama. Hebu angalia sasa. Shamba lenyewe kwanza limekauka. Uza hawa viumbe. Hawa viumbe watakutengenezea pesa. Siuzi bwana. Nishasema siuzi. Na nitapata muda tu nitatengeneza shamba langu vizuri, nitalima. Anasema ni kweli shamba liko vizuri kabisa. Mheshimiwa, mimi nataka nitoe ushauri hapa. Sitaki niwaingilie katika mazungumzo yenu na sina maana hiyo. Ila mimi nataka niseme hivi. Mavuno yameshindikana kupatikana kwa sababu shamba lina mawe mengi.
Yaani wewe akili huna paka mnyama wako anakufundisha. Mchapa juu. Hakuna mtoto kakuuliza nani kukwambia uje kujibu huko. Dadeki. Toka hapa. Ukweli ndio huo. Sasa baba unaenda mwanangu nje huko. Basi usiku umetimia. Huyu mwana haya mateso hakuyapenda sana. Sasa anaanza kufikiria mengi. Mostly hebu njoo huku. Mama anamuita mume wake, anamwambia tumboni mtoto anacheza. Wow. Anacheza, anasema yes. Tena ananipiga mashuti huyo atakuwa Ronaldo wa kiume. Nani kasema? Atakuja kuwa Angela Mawe. Wewe ni wa kike. Haweza kaa ni wa kiume. Nimesema hivi, huyo atakuwa ni wa kiume. Nimesema huyo atakuwa ni wa kike. Jamani, the tower is falling down. Huyu mtoto wetu siku hizi kawe huka huyu. Ni hata simwelewi. Nasema nimechoka kweli kweli katika ya majukumu leo niliyafanya ni mazito kweli kweli. Kini baba twende nikuonyeshe. Twende nikuonyeshe ule mtu mkubwa. Wapi huko? Kuna sehemu imejificha ule kwenye mapango. Siku nyingine mtoto wangu leo nimechoka. Mostly. Nenda kaone nini? Kwenye maficho yake. Sasa hivi ndio. Kwa nini? Ni kwa sababu hiyo sehemu hapa inawezekana ya maajabu sana. Tofauti na siku zote anavyokuonyesha. Tofauti? Jamani mimi nimechoka jamani. Kwa kitandani sasa hivi namkaje jamani tena niende nikatikia maajabu yake. Hivi kama nikiwa na mikono nafikiri itakuwaje? Unasemaje? Iwapo kama nikiwa na mikono, ujue mimi nitafanya nini? Mikono. Yes, like Simon. Kama ule boss wetu Simon. Unazungumza nini wewe? Nenda kaone sasa alichokuwa anakuambia. Yeye anakuambia hapo akiwa na mikono unafikiri anaweza fanya nini? Baba wewe njoo huku. Njoo nitakuonyeshe. Wale wadudu wanaomeremeta. Wanafikiri mimi nimepotea au labda wanaishi kwamba mimi katika kiza siwezi ona. Wale wadudu wenye kutoa miali basi waliongoza njia. Yaani walikuwa ni wadudu wa ajabu kweli kweli. Sehemu wadudu wanapoenda ndipo mtoto huyo anapompeleka baba. Sasa kila muda anapoenda anashangaa safari inazidi kuwa ndefu. Mtoto anamwambia it is down here. Ni huku chini baba. Njoo. Wale wadudu wakafika pale mbele. Alafu pale mbele ndio mwisho wa hili jiwe na chini ni mbali. Baba. Ndio. Sasa hapa ni wapi? Alafu tumeshafika mbali sana. Baba wewe njoo sio mbali. Ni hapa chini. Teki alivoruka. Bwana kukaenda chini. Oh no. Weru. Koko chini baba. Wewe usiondoke tulia hapo. Huyu mdogo alikuja naye. Anamuonyesha kitu. Ule mdudu bwana alitoka pale lakini kumbe uzito wake ulifanya mpaka lile jiwe kukatika na hatimaye anaenda chini. Alipotoka chini huku ni mbali lakini aliona miujiza. Wale wadudu walikuwa wanameremeta hapa kuonyesha mapango jinsi ilivyo. Sasa na ndipo wanapata kuona wadudu design yao wana mikono. Na ndio maana mtoto aliuliza, yeye akiwa na mikono baba anafikiri anaweza kufanya nini? Alisema haya ndio maeneo yetu ya kujificha sana baba. Haya ndio sehemu ya kujificha, haya ndio maeneo ya kujificha. Hao ni kama sisi lakini wenzetu wana mikono. Wanatembea miguu ya nyuma. Yes. Anasema ndio lakini hao ni warefu. Ndio lakini pia wana mikono baba. Nimeona wana mikono. Hebu angalie baba. Wanachezea filimbi. Alafu kule mwingine anavuta sigara. Lakini how far does you this go? Alisema umeingia huko chini ukaenda mpaka mbali kiasi gani? Baba akamwambia ama mtoto akamwambia babake, baba njoo nikuonyeshe kitu huko. Baba alishangaa sana kuona mtoto wake amefika mahali ambako yeye hajawahi kufika na ameishi karibu na maeneo haya muda